Ni msemo gani wa Kiswahili wenye unaingiliana na chenye mmesema, ndo mwambie msemo mmoja Kiswahili? Shut up everybody. Listen. Jenge nikujenge. Nijenge nikujenge. Huo ni msemo wa Kiswahili huo. What? Nasema mdogo mdogo ujaza kivaa. Mdogo mdogo ujaza. Sasa nikiongezwa nitafurahia. Inakuwaje mabuda? Naona mnapiga mitaa nini? Form ni gani hivyo? Tafuta tu. Kutafuta. Mko hera ama inakuwaje? Ama ndo mnasaka hera? Hatuna kazi. Hamna kazi bro. Bana. Na mnataka kazi ama? Tunataka kazi hata saa hii. Hata saa hii. Yoyote ile ama nataka kazi yoyote. Mazee Kenya sasa kuna shida ya kazi, lakini unajua kwamba serikali iliahidi kupeleka watu nje kutafuta kazi. Unajua hiyo? Watu waka apply kazi. Na kulienda aje? Wewe una habari? Una habari lakini hatujui vile kulienda. Hamjui vile kulienda. Serikali hususan Wizara ya Leba ina jukumu la kuhakikisha wamefanikisha ahadi walizowapa maelfu ya Wakenya ya kuwatafutia ajira ughaibuni. Maelfu ya Wakenya waliopeleka stakabadhi zao katika Wizara ya Leba mpaka leo bado hawajapata majibu ama hawajafanikiwa kuipata ajira yenyewe. Je, maoni ya Wakenya ni yapi? Tupo hapa Kitengela. Niite Salima Tano na hii ni Siasa Place. Kuwa nami. Kiupande wako unadhani ilikuwa tu ni porojo ama kweli serikali inajitahidi kutafutia Wakenya nafasi za kazi nje? Ukilinganisha na ile maneno inafanyika saa hii, kuna watapeli sana, wengi sana. Hata mimi kuna mtu alinipigia simu akaniambia ni ako Ujerumani, ako wapi, anakuambia ile pesa inapatikana pale. Sasa wanataka uwekelee pesa. Kitambo uende pale, wanataka uwekelee pesa. Ile pesa unawekelea unakuta watu wengine wamepoteza. So sasa kando na hiyo maneno kuna watapeli wengi sana. Yes. Okay, lakini wewe unaamini serikali ya kwamba itapea Wakenya kazi nje? Mimi kwa upande wa serikali kwa sasa hii siwezi amini ati wanapea watu kazi, sababu watu wengi wamepoteza. Na unakuja kurudi unasikia serikali ndio imekwambia hata wewe usiwekelee. Kama hujawaambia utafikia serikali namna gani na uwezi fika kwa serikali? Labda ukipewa fursa ya kumshauri rais sasa hivi kuhusiana na uhaba wa kazi hapa nchini, ungemshauri vipi? Ningemwambia hivi, kama mimi naweza nikipewa ushauri wa kuambia rais, isipokuwa labda siwezi fika hapo, naweza ambia rais kama kuna mipango ya kupeleka watu nje, apatane na wale watu na wahakikishia kuna ile kazi, ule mtu anaenda kazi fulani na anaenda kufanya kazi hiyo muda gani. Hapo tunaweza kuwa na uamini na rais. Mziaje swala la kwamba serikali inataka kutafutia ajira watu, vile vile kuna tetesi kwamba kazi zenyewe hakuna. Kwa saa hii kama serikali inaona kwenda kutafutia ajira vijana kwa umbali, ambapo serikali iko na nguvu na uwezo ya hao vijana kuwapatia kazi hapa nchini, mimi sioni kukiwa na haja ya kwenda uraibuni. Okay, na wewe labda maoni yako ni yapi ndugu? Kwa majina naitwa Boniface. Mimi upande wangu naweza sema creating opportunity labda inaanza na nchi yenyewe. Si lazima ubebe mwananchi kutoka hapa umpeleke ng'ambo, whereby hapa ndio inafaa alipe tax. Tungebehave tu tufanye kazi hapa kwetu Kenya. Kazi ni mingi, hata ukiangalia wakati wa uhuru tulikuwa na ile kazi mtaani, vijana walikuwa wanafanya kazi, pesa ilikuwa ina circulate. Hiyo kitu imetu affect sana, kusema unabeba watu hapo unapeleka ng'ambo. Yeye tunapata ndi pesa wanatoa, alafu hizo watu wenyewe bado hawaendi ng'ambo, bado wako hapa. So serikali yenyewe ndio imetuangusha sisi kama vijana ambao tunafaa tutegemee serikali. Wanasema we learn from elders. But sasa hao wazee wenye tunajifunza nao, sasa wao ndio wanatupoteza. Tengeneza sindano Amerika. Hapa kuna namna ya kufanya hiyo kazi yote. Lakini kama mimi nafanya kazi ya light industry, serikali hakuna fedha inapea kampuni ndogo ndogo kujiinua, na hii serikali tuliambiwa ni ya bottom up. Sasa kama mwenye anajitengenezea hii kitu kidogo mpaka sindano tunaendea, serikali tafadhali jaribu kutengeneza kampuni hapa Kenya zenye zitatengeneza ajira kwa Wakenya. Hiyo ndio najua. Asante sana. Hivi nadhani ili zoezi la kutafutia watu kazi ughaibuni kule majuu,
unadhani ni porojo ama ni kweli serikali itafanikisha, ita-achieve chenye wanatusema? Mimi kwangu ningesema hivi, kwanza mimi sijasikia mwenye ameenda pale ugaibuni na akasema amefika ama amerudi, lakini mimi ningeomba serikali baada ya hiyo mambo ya kupeleka watu huko ugaibuni, mimi sioni ilikuwa swala mzuri. Ingekuwa dunia hapa Kenya, sisi tuko wengi, tuko na maland mingi, tuko na bado kuna watu wana ujuzi, kama kuna watu wanajua nini hizi zingine kushona tu vitu hivi, wanafaa wainua wao watu baada ya kupeleka mtu huko majuu. At least hiyo akili yake inakomea, inasaidia mtu mwingine hapa, at least mnainuana kuliko kwenda huko majuu. Mimi nitasaidika, hata nikienda huko nitasaidika mimi peke yangu, na wengine nimeacha hapa nyuma yangu kwa ndugu zangu, watasaidika kivipi? Ndio ilikuwa opportunity poa, lakini saa zingine you need to take an action. As in, lazima ufikirie kwanza before uende mahali, una get. Sasa kaka kazi yenye huko ukiacha alafu uende huko ifanye ibako, haiwezi rudi huko, ushachoma huko. So mimi niliamua tu nisiende, acha ni maintain na kazi yangu bado inalipa vizuri. Wewe unasemaje hilo swala? Kuhusu Kwamba Wakenya waliahidiwa kazi na serikali, watapelekwa nje kuchapa kazi, wakapeleka stakabadhi zao pale KCC, lakini bado wengine hawajaenda, ama wale walioenda walienda kakwama kule nje, kumbe hakuna kazi wakarudi. mimi kwangu kama una itabidi uende ujaribu, na ikikataa ndo unaweza rudi. Juu huko utapata iko aje yani. So unaenda unajaribu bahati yako, ikikubali ni poa. Kwa hiyo wakirudisha tena fursa za kuapply uta-apply? Mimi mimi nita apply kujaribu bahati yangu. Yaani mwananchi anapaswa kufanya nini ndio ahakikishe kwamba serikali imeleta ajira hapa Kenya, imeleta hizo kampuni hapa Kenya? Mwananchi anapaswa kufanya nini haswa kama mwananchi? Kitu ya kwanza, mwananchi anafaa kuwa informed. Jue mahali serikali zile miradi serikali inataka kuweka fedha kwake, ndio asikimbilie mahali, asiende kuweka mahali pesa yake mahali hakuna mazingira mzuri ya biashara. So kama waigizaji wa Kenya, kama ni upande ya hiyo anasema finance housing, involve wa Kenya, si serikali peke yake. Kama ni investment, iko watu wanaweza taka kuinvest pande hiyo, serikali involve wa Kenya kwa zile miradi inafanya, ndio wa Kenya wakuwe informed, wasifanye vitu irrelevant na zile serikali inafanya. Ile sisi anauza dawa, iko biashara ni chini, nauza mafuta ya ng'ombe, ile biashara hakuna. Atoto shule anakosa pesa ya kusoma sababu ile kazi anakuwa mbaya. Ile barabara ni mbaya. Ile kitu yote ya biashara ni mbaya. Hata ile hiyo ng'ombe ni mbaya, hiyo biashara yake iko chini. Hata ile mahali ya soko naona hiyo biashara iko chini yote. Hii biashara ya Kenya yote imeharibika. Sijui shida gani. Labda unaweza mwambiaje rais sasa hivi, rais wetu William Samoei Ruto? Anaambia Ruto, hiyo rais yangu anaambia saidie sisi kama iko mahali anakwama, sababu ile hiyo biashara anashinda msasi, anasoma watoto, anakosa chakula watoto. Angalie sisi mtu yote ya chini, angalia sababu ile imepitia mashida mingi sana. Sisi kama wana Kenya, sisi ni wa youth, hatuna kazi. Tungependa tutengenezewe ajira. Tafadhali tutengenezewe ajira katika nchi yetu. Manange hizi zile nchi ambazo tunataka tuende hatuja-adapt na nini na weather ya huko. Health facilities nini na whatever wale wako nayo na wame-adapt na ile weather yao. Sisi kama wana Kenya tumesoea hii weather yetu, na unaona miti pia tumekata yote imeisha. Na tungependa tusiende huko majuu venye mtu anataka tuende. Sisi kama wana youth tungependa kuliko mtu akuwe na hiyo solution ya sisi wana youth ati tuende tukafanye kazi na huko online na nini. Hakuna haja. Atutengeneze kazi hapa Kenya yetu, tukue na amani, tujitegemee kama wana Kenya na tukue na furaha kwa ile yenye tuko nayo. Waziri wa Leba hapa Kenya anaitwa nani? Waziri wa Leba? Umenikamata. Wewe ni mfanyikazi bro. Waziri wako nani ambaye anakutetea masuala ya kazi?
kidogo nipiga chenga. Hapo noma kidogo. Hapo noma wala. Hapa vipi? Acha tusikie hapa bingwa wa misamiati na methali na misemo. Tupe mmoja. Methali moja. Kidogo tu nini hapa? Labda niseme cha mfunguni sharti ainame. Cha mvunguni Sharti ainame. Wanda uoge. Wache mchezo. So kama tuseme hii kuliko kutegemea serikali, wewe ng'ang'ana mahali utaweza. Mahali huko, pigania mahali huko. Kuliko kusema ajira nini, hakuna kazi, hakuna nini. Mahali huko pambana na hiyo wakati yenye huko saa hiyo. Wewe ng'ang'ania hapo tu. Ama methali moja safi. Okay, methali ambayo naweza sema hapa kwa saa hii, haba na haba hujaza kibaba. Hata ingawaje tunapata kidogo, tunaridhika na hiyo. So tungependa serikali ile haba na haba ambayo tunatafuta, tunatosheleshwa ushuru na bado hatujailia na hatujaifanya chochote. Tunakula, hatujaienda kusikia kuna Wanakenya wamekufa ati kulikuwa na ukosefu wa chakula. So serikali kwa unyenyekevu tuangalie kwa undani na turudie tu hapa kwa ground, sehemu za Kajiado hapa Kitengela ama Kajiado mzima ama Kenya mzima, wale ambayo wanapitia changamoto. Tusiwe ati sasa maisha imekuwa ngumu sana. Pia sisi tunajikaza, lakini tukikuja kwenu tusaidieni tu kwa ile njia yenye ya unyenyekevu. Sisi pia tupate.